Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakugusa moyo wako na kukufanya ufikirie kuhusu uaminifu, udugu na tamaa. Ni hadithi ya msichana aliyetongozwa na shemeji yake, mume wa dada yake, na jinsi alivyoghafilika katika mtego wa pesa na uovu. Je, umewahi kuaminika na mtu wa karibu? Je, unaweza kumkubali mtu ambaye anasaliti ndugu yako? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Rehema, msichana aliyekubali kutongozwa na shemeji yake, akifikiri ana bahati bila kujua kwamba anakuingia kwenye mtego wa sumu. Kabla hatujaanza, nawaalika wapendwa mkabonyeze kitufe cha subscribe na bonyeza alama ya kengele ili msipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Na sasa tuanze safari hii ya udanganyifu, wivu na matokeo ya maumivu. Shemeji, acha! Rehema Juma alijiona kama mtu mwenye bahati ya mtende kwa kutongozwa na shemeji yake. Nafsi yake ilikuwa njia panda. Aliwaza amkubalie au amkatalie kwa kigezo cha undugu wa shemeji. Hata hivyo, akili yake iligubikwa na taswira ya utajiri wa shemeji yake, huku akilinganisha na hali duni aliyokuwa nayo. Endapo nikikubali na dada akagundua, itakuwaje? Alijiuliza moyoni. Lakini si amenitongoza mwenyewe, siwezi kupiga teke fuko la pesa. Potelea mbali. Rehema alikuwa na umri wa miaka 23, msichana mrembo kutoka Dodoma, ambaye aliishi na dada yake mkubwa Fatuma na mumewe Rashid Mwamba. Rashid alikuwa mtajiri, mfanyabiashara wa madini mwenye umri wa miaka 40, na Fatuma alikuwa mke wake wa kwanza kati ya wake wawili. Nyumba yao kubwa iliyoko Makumbusho ilikuwa kama bustani ya peponi, tofauti kabisa na chumba kidogo cha kupangisha ambacho Rehema alikuwa akikaa kabla hajahamia kwao. Siku iliyofuata, Rehema alikutana na shoga yake kipenzi Grace Shayo. Bila kusita, Rehema alimsimulia Grace kuhusu yaliyojiri kati yake na shemeji yake. Shoga yangu, basi ngoja nikupe mkanda kamili. Grace alichekelea kwa hamu. Hapo ndipo ninapokupendea. Tukikutana barazani, huchangamka kwa story. Haya shoga, hebu nipe huo ubuyu. Rehema akaanza kuelezea. Jana usiku wakati tunakula, dada Fatuma aliwahi kushiba akaenda zake kulala. Sebuleni tukabaki mimi na shemeji Rashid tukipata chakula cha usiku. Basi shoga yangu, shemeji si ndio akaanza, Rehema, unajua wewe ni mzuri sana kuliko hata dada yako Fatuma. Mimi nikabaki kucheka tu. Dakika chache zikapita, mara akaanza tena, Rehema, najua wewe ni mtu mzima na unaweza kutunza siri. Mimi nataka uwe mpenzi wangu, lakini dada yako asijue. Rehema alishtuka. Yaani sikutegemea hata siku moja kama shemeji atakuja kunitamkia maneno kama yale, ukizingatia jinsi ninavyomheshimu. Atabeba mimba huyo. Grace alidakia kwa mshangao uliochanganyika na furaha ya ubemba. Heshima hiyo weka pembeni, kwani yule ni baba yako mzazi. Wote kwa pamoja waliangua vicheko. Grace akaendelea kumpa darasa. Sasa sikiliza shoga yangu, nikwambie, maisha ndiyo hayo yanaanza kukunyokea. Ukizingatia shemeji yako alivyo na utajiri, kumwacha ni sawa na kukataa kuolewa na mfalme ili uje kuwa malkia. Lakini Grace, huyu ni mume wa dada yangu, Rehema alijibu, ingawa moyo wake ulikuwa tayari unasikia msukumo wa tamaa. Na hao wanaume ni wajanja. Anakupa nafasi ya kupata riziki, wewe unakataa. Dada yako anaishi maisha mazuri kwa sababu tu alikubali. Na sasa wewe unapewa nafasi sawa, unataka kukataa. Ni upuuzi. Usiku huo huo, Rehema alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Rashid alikuwa ameketi sebuleni akitazama televisheni. Fatuma alikuwa amelala mapema kama kawaida yake, alikuwa mjamzito wa miezi 6 na alichoka haraka. Karibu Rehema, Rashid alisema, tabasamu lake la aibu likimchomoza. Asante shemeji, Rehema alijibu, moyo wake ukidunda kwa kasi, maneno ya Grace bado yakizunguka akilini mwake. Wakati Rehema alipokuwa akikula, Rashid alimkaribia, akaketi karibu naye zaidi ya kawaida. Rehema, nimekuwa nikifikiri kuhusu yale tuliyozungumza jana. Najua inakaa vibaya, lakini mimi ninakupenda. Tangu ulipokuja hapa nyumbani, maisha yangu yamebadilika. Unanipa furaha ambayo
ambayo hata Fatuma hawezi kunipa. Shemeji, hili si sahihi, Rehema alijaribu kupinga, ingawa sauti yake haikuwa na nguvu. Najua, Rashid aliendelea, akimshika mkono. Lakini mapenzi hayajali sahihi au si sahihi. Rehema, nitakutunza vizuri. Nitakupa kila unachohitaji. Pesa, nguo, nyumba yako ikiwa unataka, utakuwa ni malkia wangu wa siri. Rehema alitazama mikono yake, mikono ya kuchoka, ya kufanya kazi, kisha alitazama bangili za dhahabu kwenye vidole vya Rashid, saa yake ya bei ghali, mavazi yake ya utajiri. Akakumbuka chumba kidogo cha kupangisha, kazi yake ya kukarani ambayo mshahara wake haukutosha hata kulipa kodi. Nipe muda nifikirie, alisema hatimaye. Tabasamu la Rashid lilikuwa la ushindi. Wiki moja baadaye, Rehema alikubali. Rashid alimpa pesa ya shilingi 300,000 kama zawadi ya kwanza na alimwahidia nyumba na gari baadaye. Rehema alijiona amefanikiwa. Alikuwa na mtu tajiri, pesa zilikuwa zikimtiririkia na hakuna mtu alijua. Lakini siri huwezi kuficha milele. Miezi 3 baadaye, Fatuma alizaa mtoto, mvulana mzuri aliyemwita Khalid. Nyumba ilikuwa imejaa shangwe, lakini chini ya furaha hiyo, uovu ulikuwa ukichipua. Rashid alikuwa akitumia muda wake kati ya mke wake na siri yake, Rehema. Rehema alikuwa amehamia chumba kizuri zaidi, alikuwa na nguo mpya, simu mpya na maisha mapya. Grace alimsifu kwa akili yake na Rehema alijiona ni mshindi. Lakini moyoni, kitu kilikuwa kikimkuna. Kila alipomwona Fatuma, dada yake aliyemlea, aliyemsaidia, aliyempa makazi, moyo wake uliuma. Lakini tamaa ilikuwa imemshinda. Ilikuwa Jumamosi asubuhi, mwezi wa 6 tangu Rehema na Rashid walipoanza uhusiano wao wa siri. Fatuma alikuwa akitembea nje akiwa amebeba mtoto wake Khalid, akielekea sokoni. Lakini aliposahau mkoba wake, alirudi nyumbani kuchukua. Alipofungua mlango wa sebule, alisikia sauti, kicheko cha Rehema na sauti ya chini ya Rashid. Zilikuwa zikitoka kwenye chumba cha wageni. Fatuma alienda kimya kimya, moyo wake ukidunda kwa wasiwasi. Alipofungua mlango, dunia yake iliporomoka. Hapo kwenye sofa walikuwa Rashid na Rehema, wakibembelezana bila haya, bila aibu. Nini hiki? Fatuma alipiga kelele, sauti yake ikigongana juu ya kuta. Rehema na Rashid walisimama kwa ghafla, uso zao zikipoteza rangi. Fatuma, sio kama unavyodhania. Rashid alijaribu kusema. Sio kama ninavyodhania. Fatuma alipiga kelele zaidi. Ninaona kwa macho yangu mwenyewe. Wewe Rehema, dada yangu mdogo. Nilikulea, nilikupa makazi, nilikufanya uwe sehemu ya familia yangu. Na hivi ndivyo unanilipa? Rehema hakuweza kumwangalia. Machozi yalikuwa yakitiririka, lakini hayakuwa ya toba, yalikuwa ya kukamatwa. Toka nyumbani kwangu, Fatuma aliamuru. Toka sasa. Na wewe Rashid, wewe, sitaki kukuona tena. Rehema alitolewa nje kama mbwa. Hakuna mtu aliyemtetea. Hata Grace, shoga yake aliyemhimiza, akigeuka mbea, akisema huyo amejitakia. Rashid akiogopa kupoteza utajiri wake, kwa sababu familia ya Fatuma ilikuwa na nguvu na pesa nyingi pia, alimtupa Rehema kama takataka. Sikuhitaji, ulikuwa ni starehe tu, sasa nenda zako. Rehema alijikuta ameondolewa kwenye chumba chake, bila pesa, alikuwa ametumia yote kwenye maisha ya anasa, bila mahali pa kwenda na bila rafiki. Zaidi ya hayo, alikuwa mjamzito. Mjamzito wa mwezi wa 2 kwa Rashid. Alipoenda kumwambia Rashid, alicheka. Huo si mtoto wangu, usithubutu kunitaja tena. Na Fatuma naye alipomsikia Rehema ni mjamzito, hakumuona huruma, akisema anajilipa. Nimeshaachana na Rashid na mimi na Rehema hatujaonana tena. Miezi iliyofuata ilikuwa ya Jehanamu. Rehema alirudi kwenye chumba kidogo cha kupanga, lakini kodi ilikuwa imepanda na hakuwa na uwezo kulipa.
Kazi yake ya ukarani walimfukuza alipoanza kuonekana mjamzito, akisema, haturuhusu tabia mbaya hapa, meneja wake alisema. Rehema alipambana peke yake. Alifanya kazi za kusafisha nyumba, kufulia nguo, kufanya chochote ili apate chakula. Usiku alilala njaa, akifikiria kuhusu maisha yaliyopita, jinsi alivyokuwa na kila kitu na sasa alikuwa na chochote. Alizaa mtoto wake, binti mdogo aliyemwita Neema, kwa matumaini kwamba binti yake ataleta neema katika maisha yake. Lakini maisha yalikuwa bado magumu. Grace, shoga yake wa zamani, alipita karibu naye mtaani siku moja. Rehema alimwita, lakini Grace alimwangalia kwa dharau. Usiniite, wewe ni aibu kwa wanawake wote. Ulikula ndugu yako, sasa jilime unavyopanda. Miaka 5 baadaye, Rehema alikuwa mwanamke tofauti. Alikuwa amekomaa kwa njia ngumu, kupitia njaa, kuteswa na kunyanyaswa na maisha. Mtoto wake Neema alikuwa msichana mwenye afya, lakini Rehema alisumbuka kumlea peke yake. Siku moja walipita karibu na nyumba kubwa, ile ile ambayo Rehema alikuwa akiishi miaka 5 iliyopita. Aliona Fatuma akitoka kwenye gari zuri, mtoto wake Khalid akiwa mkubwa na mwenye afya, akivaa nguo nzuri za shule. "Mama, hiyo ni nani?" Neema aliuliza. Rehema hakuweza kujibu. Machozi yalijaa machoni mwake. Aliona maisha ambayo angeweza kuwa nayo kama tu asingeukana na dada yake, kama tu asingetamani mali ya mtu mwingine. Miaka 10 baadaye, Rehema na Neema walikuwa wakiendesha kibanda kidogo cha kuuza vitambaa sokoni. Maisha yalikuwa bado magumu, lakini waliendelea. Siku moja, mwanamke mmoja mwenye mavazi ya bei ghali alikuja kwenye kibanda chao. Rehema alipoinua kichwa, ilikuwa Fatuma. "Fatuma," Rehema alisema kimya. Fatuma alimtazama kwa muda mrefu. Uso wake haukuonesha chuki, lakini haukuonesha huruma pia. "Rehema," alijibu. "Mmeendelea?" "Tunapambana," Rehema alijibu akinyenyekea. Fatuma alitazama Neema, binti yule ambaye alikuwa wa shemeji yake. "Huyo ni..." "Ndio," Rehema akikiri. "Huyo ni binti wa Rashid. Amekataa kuwa baba, amekataa hata kumwona." Fatuma alitoa pumzi ndefu. "Mimi na Rashid tumeachana tangu miaka 6 iliyopita. Nilimfukuza. Sasa anaishi na mke wake wa pili. Nami nimeolewa tena, mtu mwema, mwenye haki." Rehema akapiga magoti. "Fatuma, dada yangu, samahani. Kila siku nimeishi na majuto. Nimejilima kwa miaka 10. Najua sikulistahili msamaha wako, lakini samahani." Fatuma alimtazama kwa muda mrefu. "Nimekusamehe miaka mingi iliyopita, Rehema. Sio kwa ajili yako, bali kwa ajili yangu mwenyewe. Chuki kinachomoza moyo, lakini msamaha haumaanishi kurudi kama tulivyokuwa. Huyo binti," akimwashiria Neema, "si kosa lake, lakini wewe ulijua unachofanya, na sasa unaishi na matokeo." Fatuma alimwachia pesa kidogo mezani, kisha akaondoka. Rehema alibaki hapo akilia, si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu alijua kwamba baadhi ya uhusiano ukivunjika hauwezi kurekebishwa tena. Leo Rehema ni mwanamke wa miaka 33 akiendesha biashara yake ndogo. Neema ni msichana wa miaka 10 mwenye akili, mwenye ndoto. Hawajawahi kumwona Rashid ambaye alikataa kabisa kuwatambua. Kila siku Rehema humshauri Neema, usiwahi kutamani mali ya mtu mwingine, usiwahi kusahau heshima na uaminifu, kwa sababu yale ninayoyapata sasa, maisha haya magumu, ni matokeo ya kutamani kile ambacho hakikuwa changu. Na kila usiku kabla ya kulala, Rehema huomba msamaha, si kutoka kwa Fatuma tu ambaye tayari amesamehe lakini hawajarudiana, lakini kutoka kwa Mungu na kutoka kwake mwenyewe. Hadithi hii ya Rehema ni uwanyo kwa wengi wetu.
Kutamani mali ya mtu mwingine ni laana. Kuukana udugu kwa ajili ya pesa ni majuto. Na wakati mwingine matokeo ya dhambi zetu hayalipui mara moja, yanalipwa kwa miaka, kwa njaa, kwa kutengwa. Fatuma alisamehe, lakini hawakuweza kurudiana tena, kwa sababu baadhi ya uhusiano ukivunjika huendelea kuwa vipande daima. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia, wapendwa. Simulizi hii ni uwanyo kwamba tamaa ni hatari. Kutamani mali ya mtu mwingine, hasa ya ndugu yako, ni simba inayoleta laana. Rehema alidhani ana bahati, lakini alijipata ameanguka kwenye mtego wa maumivu na majuto. Je, unadhani Fatuma alifanya vizuri kumfukuza Rehema? Je, Rehema anastahili nafasi nyingine? Je, Rashid anastahili adhabu? Tunasubiri maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini. Kama simulizi hii imekugusa moyo, tafadhali like, share na waambie marafiki zako kuhusu chaneli yetu ya Kihadithi za Kiswahili. Tuna simulizi nyingi za kusisimua, za kuvutia na zenye mafunzo zinazokuja. Subscribe leo ili usipoze simulizi zetu za ajabu. Bonyeza notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa za simulizi mpya. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tutaonana kwenye simulizi ijayo, na kumbuka, usitamani mali ya mtu mwingine. Heshimu udugu yako, kwa sababu baadhi ya matokeo hulipwa kwa maisha yote. Kwa sasa tunawaachia hapa. Asante na Mungu awabariki wote.